yule kijana, yule dada, yule mama ameokoka. We don't have identity. Walokole wa Kristo wa leo, we don't have identity. Waimbaji wa leo, wanasifa, praise team, waimbaji binafsi, bendi, we don't have identity. Sio tu wakati tuko mtaani, sasa hata wakati tumepanda madhabahuni, tumepanda katika majukwaa ya matamasha ya sifa, we don't have identity. Hatuna utambulisho. Tumenyoa hovyo hovyo. Watumishi wa Mungu hao wamevaa hovyo hovyo, suruali zinataka kudondoka, nguo za ndani nje, mapanki yametawala, viduku nini, milegezo, suruali za ajabu zile za wahuni wanavaa kama tia chini, ndo siko kwa praise team. Wadada kubadilisha nyuso zao zimekuwa nyeupe, wazungu. Achana na hayo. Kini mbaya zaidi, je, are we worship in the spirit? Je, tunaabudu, tunaimba katika roho? Why to copy wimbo wa secular music, muziki ya kidunia, to copy step zao, style zao za kuvaa na kucheza, tunazileta katika nyumba ya Mungu? Kweli leo imekuwa ni vurugu mechi, hakuna ladha tena. Watu ni kutoa jasho tu, ni kutoa jasho, ni kuluka, kutimua vumbi. Lakini angalia outcome, matokeo wakisha maliza kucheza pale. Hakuna unayeona amejawa roho, hakuna unayeona hata anayesikiliza amepata ile nguvu, amehisi ule uwepo wa Mungu. Maana wingu likishuka, kama hawa ndi tuliosoma katika Nyakati wa Pili sura ya 5 kuanzia mstari wa 13. Wingu lilishuka. Makuhani wanaohudumu ndani ya hekalu walishindwa kufanya kazi yao ya ukuhani kwa sababu wingu lilishuka. Watu walipomsifu Mungu, sauti yao ikawa kama mtu mmoja, wakisikizisha sauti zao juu. Nini kilimfanya Mungu ashuke? Tunaambiwa kwanza walivaa kitani safi, wamevaa vizuri. Mtu asikudanganye, tusije tukaiga imani za wazungu. Ni sawa, walituletea imani, lakini mitindo, style zao za maisha, they don't care about their appearance. Na leo na sisi tunajidanganya, tumedanganya kwamba Mungu angalii nje, anaangalia moyo.
Ni nani aliyekwambia unyoe kiduku kama sio moyo? Ni nani aliyekwambia uvae mpasuo unaoonyesha nguo ya ndani? Si ni moyo? Unaopenda nini? Si ni moyo? Leo nasemaje? Mungu anaangalia moyo. Moyo uliochafuka, moyo usio na roho wa Kristo, utayaona matendo, matunda. Mti mwema utazaa matunda mema, na mti mbaya utazaa matunda mabaya. Kama we ni mzeituni mwitu, utazaa mizeituni mwitu. Kama wewe ni mparachichi, utatoa maparachichi. Hatuwezi tukachuma embe katika parachichi. Kwa hiyo tusijidanganye. Mungu hayuko kea na hawa walivaa kitani safi. Kina Haruni kuhani na watoto wake alishonewa kitani safi. Leo hatuna haja na kitani safi, na ndio maana kiroho kinaondoka. Tusijidanganye. Tumewakosesha watu ibada. Tumeweka praise team wahuni tupu. Wanaanzisha makongamano ya praise wahuni tupu. Nyimbo wanaimba kihuni tupu. Wanacheza step za kihuni tupu. Ujumbe haueleweki, ni kucheza nyimbo hazina ladha. Unaweza ukasikiliza kwamba zikuamshe kutoka katika usingizi wa kiroho, ziamshe roho yako iwe equipped, roho iwe quickened, roho iwe grow, iwake, ikamate moto, iexplode, roho ilipuke, ilipuke mlipuko wa roho wa nguvu za Bwana, ilipuke mlipuko wa nguvu za Roho Mtakatifu. Maana hawa wenzetu, wakati Sulemani amemaliza kujenga lile hekalu la Bwana, alipanga waimbaji, akapanga wapiga panda, wanaopiga matarumbeta, wanaopiga vinanda, wanaopiga vinubi, wanaoimba. Biblia inatuambia walizisikizisha sauti zao, ikawa kama sauti ya mtu mmoja, ambayo ikisikika kutoka katika hekalu lile, ikasikika mpaka katika kiti cha enzi cha Baba yetu aliye mbinguni. Akachungulia, akaona, akasema, lazima nishuke nikaangalie, nikawahudumie hawa watoto wangu, watumishi hawa wana. Walimshusha Bwana kutoka katika kiti cha enzi, nyumba ikajawa na wingu. Mstari wa Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 5 mstari wa 13b. Nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, naam, nyumba ya Bwana, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejawa na utukufu wa Bwana. Nyumba ilijawa na utukufu wa Bwana kupitia waimbaji. Waimbaji wana nafasi kubwa ya kumfanya mtu aondoke ndani ya ibada hajawa quickened, roho yake haijawa exploded, haijalipuka, haijapata uamsho, haijapata moto. Na mhubiri akahubiri hata kama na ujumbe mzuri,
usipokereke, watu wasiupokee kwa moto, na yeye akaja asiwe na moto, kwa sababu tumeua huduma nzuri ya uimbaji. Watu wanaimba hovyo hovyo, wamevaa hovyo hovyo, ni kurukaluka na mastepu kama tia chini, kulukaluka viduku, wameweka maleso kwenye suruali nyuma, wamenyoa vibaya. Hakuna tena waimbi katika roho. Huo ni mtu akiwa quickened, roho yake ikipata moto, husikii machozi, watu wakilia, wakibubujika. Baada ya ile sifa, watu wametoa tu jasho, watu wanabaki tu kutoa majasho na kujipangusa tu na vitambaa. Baada ya wamesifu sasa, wameshasifu. Wameshasifu. Hapo ni wamepiga sifa na wanashangilia watu na kurukaluka. Waangalie baada ya kuimba, na waimbaji wengi baada tu ya kukaribishwa aimbe, akimaliza kuimba utamuona nje. Neno likianza, mahubiri yakianza, yuko nje anaotea jua. Mwingine yuko chooni. Wengine ni wanaondoka kabisa. Utawakuta wengine wako kula miwa nje, wengine wako njaa zimewashika, njaa imemshika tu baada ya kuimba. Ili ujue tunafanya uimbaji usio na tija, sifa, praise, timu, kuabudu, nothing. Hatushushi. Wingu leo halishuki. Uhuni umekuwa mwingi. Tuige sisi step the secular music. Kwa nini wao wasiige kwetu? Wale watu wa secular music, watu wa muziki ya dunia, they have their identity. Hata mipigo yao ukisikiliza, they have their identity, wana utambulisho wao. Ukisikia mpigo huu usema this is bongo flavor. Ukisikia mpigo huu utasema this is zuku. Ukisikia mpigo huu utasema this is reggae. Ukisikia mpigo huu boringo. Ukisikia mpigo huu utajua stin rugby stin. Ukisikia mpigo huu najua ni tarabu. How about church members? How about the people of Christ? Where is our identity? Tulikuwa na tenzi za rohoni, nyimbo za injili, leo haziimbwi. Zimeonekana tena zimepitwa na wakati. Makanisa machache sana wanaimba, na wakiimba basi inaimbwa tu. Lakini angalia zile nyimbo hata za watu walioimba zamani. Sikiliza nyimbo za kina marehemu Chibalonza. Sikiliza nyimbo za kina Beauty. Angalia nyimbo za kina Mwakipesile. Hawana vitu vingi, hawana mbwembwe. Mpaka leo sikiliza
nyimbo zao zinaamsha ndani, zina quicken, zinalipua roho, kwa sababu umeimbwa katika roho. Mungu ni roho, na wao wamwabudu halisi imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Leo tunaimba katika mwili, na sina hakika kama hao waimbaji wetu hao, praise team zetu hizi, bendi hizi, kama hizo nyimbo wanazitoa katika hazina ya maombi. I'm not sure kama they like prayers. Sina uhakika hao watu kama wangependa maombi, wangekuwa watu wa maombi, kusingekuwa hivi. Nafahamu watu wanaopenda maombi, na ukisikiliza nyimbo zao ni za tofauti, zinatoka katika hazina ya maombi. Lazima ziwe na impact. Wakina Boaz, Danke, yeah. Ukisikiliza wakiwa hata kwenye concert, watu utaona mioyo yao inakamata, inapata moto wa kiroho, inapata wokovu, yeah. Lakini kuna hawa ambao hatupendi maombi, ila kuimba tunapenda. Ndio hao unaona kwa hovyo hovyo, hako hovyo hovyo, kwa lazima tusione leo watu wamekuwa wadumavu sana kiroho. Kanisani wamo miaka mingi, lakini wachanga wa kiroho mwanzo mwisho. Their spirit is still in childhood. Yani roho zao bado nini? Spiritual growth is take place slowly. Wanafanya roho zao ziko zinakamata taratibu, maana hazina booster ya kuzipush. Hata uhubiri masaa mawili, hubiri saa nzima, if their spirit is not quickened, kama roho zao hazijakamata moto, utakuwa na hubiri mwingine wako, wengine ndo wengine ndo wako kuchat, wengine wako kupiga story, mwingine amejinamia tu. Usifikiri hapo kuna kinachoendelea. Wakitoka hapo ni dhambi mwanzo mwisho. Na ndio maana angalia, ili tujue kwamba injili tunaoipiga ina impact kwenye mioyo yao. Waangalie vijana wakati wa kuoa na kuolewa, ni kutoroshana mwanzo mwisho. Hakuna watu pale, kuna wokovu pale, una wahuni watupu. Sasa kwa sababu hata macho ya roho tumezima, kaamua kula maembe yaliyooza,
gizani ili tugange njaa. Hapana, hatuwezi kukubali. Kanisani tumeingiza mambo ya kibongo flavor. Nyimbo zinaimbwa, ukiusikiliza kwa umbali mpaka usogee usikie wakitaja neno Yesu au Mungu kafanya nini, ndio utajua kumbe ni wa dini, kumbe ni wimbo wa Kikristo. Ukiwa mbali unasikia tu ule mpigo, unajua this is mpigo wa bongo flavor. Huu mpigo ni tarabu, but wonderful enough ni wimbo wa Kristo. Eti huo wimbo unaimbwa, halafu mtu hajae nguvu za Roho Mtakatifu, wanacheza taarabu, wanacheza yo ya Yesu la ka yeah. Halafu unategemea watu hajae nguvu za Roho Mtakatifu. Huyu ya Yesu ya taarabu. Hizo ni nyimbo za kuburudisha nafsi, roho haikamati. Identity ya kimbingu imepotea, na malaika wanashuka wakiona identity ya kimbingu palipo na nembo yao. Hilo kanisa, hilo kongamano, hilo concert, hilo kusanyiko, huo mkutano, watashuka kuhudumia. Leo tunafanya mikutano, tunafanya makonseti makabu ya kutoa mijasho. Nini? There is no identity. Hakuna utambulisho, hakuna nembo. Malaika hawahudumu pale. Kutakuwa ibada kavu, itakuwa ibada kame, itakuwa hakuna kitu. Hakuna bubujiko, hakuna vilio, hakuna ufunuo, hakuna macho ya roho, yatakufa. Maana no identity. We should restore our identity. Lazima turudishe utambulisho.